Ni taarifa habari kutoka hapa Iringa. Mwanamke mmoja amekuwa anavuka barabara na kugongwa na kufa. Sasa kikawaida wewe unaelewa hivi? Endelea kikawaida wewe unaelewa hivi twende. Wewe unaelewa? Mwanamke mmoja amekuwa akivuka barabara yani, na bahati mbaya kugongwa mpaka kufa. Kiukweli hiyo haieleweki. Sasa ili na sisi watu wa kawaida tungekuwa tunaelewa. Yule mtu kwanza anaekwaga nusu. Ilitakiwa ule mtu amweke wote mzima. Pap! Tunamuona. Na kikawaida asingekuwa yale matendo, ilibidi kuna matendo ambayo kila mtu ataelewa. Sasa mimi ndo nataka niweke matendo ambayo ilibidi wao waweke kila mtu aelewe. Twende habari ile ile. Hiyo habari ile. Ile. Iringa. Mwanamke mmoja amekuwa akivuka barabara na kugongwa na kufa. Wanawake kwenye mitandao, shida sio picha mnazoposti, lakini unamkuta mwanamke ameposti picha na maelezo ni vitu viwili tofauti. Unamkuta mwanamke kaposti, jamani naumwa mniombee. Yaani unajiuliza ndio anaumwa nini sasa? Mimi bwana nilikuwa natokea pale Magomeni Kagera naelekea Baruti. Nikapanda mwendo kasi. Ile unafika tu pap, nikaingia. Kwanza ile kuingia nikapokelewa kwanza nimebanwa hivi. Tumefika Manzese, kuna abiria wengine wakaongezeka. Kumbuka nimebanwa hivi, nikarudishwa tena nyuma kwa kubanwa. Nikajikuta nipo chini katikati. Baadaye pap, nikatolewa kichwa hivi. Nilipotoka nikakutana na mwenzangu pia hivi tunaangaliana. Unajua tuliangaliana kwa muda mpaka tukajikuta tunaanza maongezi sasa. Kwamba vipi unajishughulisha na nini? Mimi nimetokea posta pale nauza samaki. Sasa changamoto iliyotokea pale sio ile kuangaliana. Kumbuka tuko karibu. Matuta yakaanza ile ta. Sasa tukawa tunajitahidi kwa sababu si wote ni wanaume. Lisije likatokea lolote. Kiukweli kama binadamu tulijitahidi kupambana, lakini binadamu akipanga lake na Mungu naye anapanga lake. Kiukweli huwezi kulipangua. Mimi bwana katika harakati zangu za maisha hizi nilifanyaga kazi library. Sasa changamoto ya library, kuna hao wanakuja kuingiza muziki hao. Mtu anakuja eti anakuambia nilikuwa nataka uniekele nyimbo dalalomuni lalala dalaloli ngagala. Wewe hata wewe unaijua hiyo nyimbo hiyo? Jina gani bwana? Lalala malala pililala lolola. Kaimba nani? Msanii mmoja hivi ana rasta hivi. Sasa hao ni changamoto ya kwanza. Lakini kuna hao wengine wanakuja kuweka movie. Sasa hao wanakuja kuweka movie, changamoto yao anakuwa ameenda Kionda kwa shangazi yake, ameiona movie, amevutiwa nayo. Anatoka na ile movie alivyoiona, anakuja kwako library Mikesi. Anaanza kukuambia, nataka uniwekee ile movie inaanza, mtoto kwanza kakaa chini hivi. Alafu mtoto alipokaa chini, kuna watu wanatokea uwanja ndege na mabriefcase wanakuja hivi. Mketo alikuwa anaoa Mbagala. Sasa katika kamati tukasema wewe ndoa ya Kiislamu hapo tunapiga makanzu. Kweli tukakubaliana kuvaa makanzu, mimi nikavaa kanzu, vazi ambalo siko comfortable. Nilivaa ile kanzu, tumeingia kwenye gari na tuka kidogo nenda Mbagala kuoa. Si mnajua tutamtoa kwenye gari, akikutana na wale magari kuna vigoma. Wengine wanavitoa kwa nje. Mimi niko katikati tata. Tumefika Mbagala kule kwenye kuoa sasa. Mimi nikashuka. Sasa kushuka nimecheza kidogo, tumbo likanibana. Akasema ngoja niingie toilet. Nikawa napiga vitu vyangu. Ghafla nasikia nje wanatangaza, maana nguo yangu nimeiweka juu, unajua leo nijiachie. Nasikia tangazo, mlokuja kuoa magari yanaondoka. Mimi kwa haraka nikatoka, kwani na magari ile kule nalikimbilia, nikapanda ndani. Safari imeanza, kufika mbele tena kidogo kimewashwa. Nipo ndani pale nashika kujiachia, sasa mzuko bana. Na kanzu langu tumempi kidogo kwenye kuoa. Unajua samshauri kuoa ile vibe. Mimi niliposhuka tu watu wanapiga makofi. Sasa akasema hapa kwa ajili ya mzuka mzuri. Nikachukua kanzu mzee nikafunga hapa. Ati sasa na nilipoweka kanzu hapa shangwe zimezidi kama ni shangilieni kwa nguvu. Naonyesha nipigie style ya hivi. Nasikia kitu kama cha ubadili.